Kazi aliyokupa ukimaliza utalala, usipomaliza utalala. Maana hata kama itatokea ajali, wewe utabaki kuwa mzima. Maana Mungu ndani yako anakusudi na wewe. Maana Mungu ndani yako anakuhitaji wewe ili ufanye kazi yake. Sema amina. Amen. Haleluya. Amen. Kifo kabla ya wakati sio mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu umeshiba. Umeshiba miaka. Amen. Umeshiba, unatembelea fimbo. Alafu bado upo. Sema amina. Amina. Sema amina. Amen. Unawaambia watoto wangu na wapa ushauri mwema, msimwache Mungu. Sema amina. Amen. Twende mstari wa 4 anasemaje? Akukomboa uhai wako na kaburi, akutia taji ya fadhili na rehema. 6:5 aushibisha mema uzee wako, ujana wako utarejeshwa kama tai. Aushibisha mema uzee wako, ujana wako utarejeshwa kama tai. Uzee wako lazima ushibe, ujana wako urejeshwe kama tai. Maana tai ana tabia moja, anaweza akawa yuko mzee, hawezi kabisa, anatafuta mahali pa kujificha. Akikaa hapo pa kujificha, anakaa baada ya siku kadhaa, yale manyoya yaliyozeeka yanatoka, anabaki ngozi kama hapa. Muda sio mrefu, anaota manyoya mengine, anakuwa tena mpya. Hiyo ndiyo tabia ya tai. Ninataka nikwambie mchana wa leo, wacha na wewe utembee tabia ya tai. Kuna wakati wanaweza kusema umri umeenda, lakini kifika mahali wanakuona umerudi kuwa mdogo mdogo. Kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo anakutengeneza. Yesu Kristo anachilia mafuta. Sura hata kama imekunjamana, Yesu anamimina mafuta. Hiyo ni tabia ya tai. Biblia inasema kwamba utashiba uzee mwingi. Utashiba uzee, sio unashiba magonjwa, unashiba uzee mwingi. Amen. Haleluya. Haleluya. Hiyo ndio tabia ya tai. Leo wanakuona hivi, kesho wanakuona tofauti, kesho mtania wanakuona tofauti. Kwa nini? Mungu anafanya kazi ndani yako. Mungu anafanya kazi ndani yako. Anaposema nitarejesha ujana wako kama tai, anaamina. Amina na kweli. Maana ni neno la Mungu ambalo linalorudisha vilivyopotea. Hata kama umepoteza miaka yako kwenye magonjwa, hata kama umepoteza miaka yako kwenye laana, hata kama umepoteza miaka yako kwenye kisukari, hata kama umepoteza miaka yako kwenye TB, ukija kwa Yesu Kristo, Yesu anarudisha miaka iliyoliwa na tunutu na barale. Yote inarudishwa. Kwa nini inarudishwa? Adui aliiba. Adui alipoiba akaondoka nayo. Mungu anapokuja, Yesu anakuja kurejesha. Ndio maana anasema nitarejesha ujana wako kama tai. Nitarejesha ujana wako kama tai. Maana Mungu amepanga iwe hivyo. Haleluya. Tunafika mahali nasema, jamani nimezeeka. Njoo kwa Yesu. Alafu Yesu anarudisha ujana uliopotea. Ule ujana wa kwenda disco unarudi. Ule ujana wa kuyumba hivi unarudi. Ule ujana wa unarudi. Ule ujana wa kukamata huku unakamata huku unaingia ndani unarudi. Yaani kila mahali palipokuwa na uharibifu, Yesu Kristo anarejesha. Haleluya. Ayubu kwenye familia yake kulikuwa kuna majaribu, lakini mwisho wa majaribu Biblia inasema ya kwamba watoto wa Ayubu walikuja wengine wapya, walizaliwa wapya, mifugo mipya, kila kitu kipya, ngozi yake mpya, maisha yake mapya. Ninataka nikwambie hata mke wa Ayubu alikuwa anasema ya kwamba nikufuru Mungu ili ufe, naye alikuwa mpya. Yale maneno hakusema tena, maana kuna badiliko kwenye familia ya Ayubu. Nyumba mpya, watoto wapya, mifugo mipya. Huyo ndio Mungu tunayemwabudu. Haleluya. Mwabudu Mungu anayerudisha. Amina. Haleluya. Amen. Mwabudu Mungu anayerudisha. Anayerudisha uzima, anayerudisha heshima, anayerudisha utawala, anayerudisha. Sema amina. Hata kama biashara yako imekufa, hata
jipya kwenye maisha yako. Uzazi mpya, sema amina. Ujana mpya, sema amina. Mungu arudishe kilichopotea. Huduma iliyopotea irudi. Maombi ambayo ulikuwa unaomba masaa 3, sasa hivi hata dakika moja unapiga miayo. Wacha Bwana arudishe huduma zake. Kalama zikarudi, huduma 5 ikarudi, maombi yakarudi. Wakaone ya kwamba umeitwa na Bwana. Bwana ndiye afanyaye kazi ndani ya maisha yako. Amina. Haleluya. Anaurudisha, anakuokoa na kaburi. Haleluya. Anakuokoa na kaburi. Anaposema nitakuokoa na kaburi, ina maana anazungumzia roho ya mauti. Haleluya.